Hi guys, karibuni tena mara ingine. Tuko na clip ingine. Muislamu mwingine hapa anajaribu kukompea Biblia na Korani yake. Wacha tuone vile anasema. Aibu kuamini dini inayoruhusu watoto wadogo kuolewa. Once again, I am proud to be a Christian. Afadhali Uislamu, Kristo ndo balaa kabisa. Ukurasa 176 Yehova matatani. Soma. Yasema Johann Baston ananukuu kutoka kwa Rashi msomi wa Kiyahudi. Ananukuu Rashi msomi wa Kiyahudi kutoka katika vitabu vya Mungu. Kutoka katika vitabu vya Mungu kwa Rebeka alipoolewa na Isaka. Rebeka alipoolewa na Isaka alikuwa na umri wa miaka 3 tu. Alikuwa na 3 years. Kwanza nyinyi ndio mna huruma. Fadhali hata Uislamu miaka 9, nyinyi miaka 3 tu. Yaani alikuwa mtoto mdogo wa miaka 3. Yaani Isaka alipomwoa Rebeka alikuwa na umri wa mtoto wa miaka 3. Enda kurasa 177 juu. Mwanazuoni wa Kikristo ananukuu kutoka vitabu vya Kiyahudi kuwa kuna ruhusa kamili ya Mungu kuoa msichana mdogo wa miaka 3 na siku moja. Kuna ruhusa katika kitabu ya Mungu kumwoa mtoto mdogo wa miaka 3 na siku moja. Kufanya hivyo si kitu kibaya. Kufanya hivyo tunasema sio kitu kibaya. Kitabu yenu ndio inasema bali jambo nzuri kabisa kulingana na Ukristo. Ni jambo mzuri kulingana na Ukristo. Enda chini, mstari wa chini. Biblia pamoja na Talmud. Biblia pamoja na Talmud inafundisha ya kwamba unaweza kumwoa na kumwingilia kingono. Unaweza kumwoa na kumwingilia kingono msichana mdogo wa miaka 3 na siku moja. Ngoja kidogo. Tumesikia hiyo maneno yote. Amesema Talmud na Biblia. Rebeka aliolewa akiwa na miaka 3 na siku moja. Wacha tuone, je, ni ukweli ama ni uongo? Ukiingia kwa mtandao kauliza Talmud inasema ya kwamba Rebeka aliolewa akiwa na miaka 3. Talmud inasema hivi: No, the Talmud does not explicitly state that Rebecca was 3 years old when she married. So ni uongo. Talmud imesema hapana. Hakuna specific miaka ya Rebeka akioleka. Wacha tuisome Biblia kuhusu miaka ya Rebeka. Wamesema Biblia inasema Rebeka alioleka akiwa na miaka 3. Mwanzo 24 kuanzia mstari wa 15 hadi 20 inasema hivi: Ikawa kabla hajaisha kunena. Unaweza soma sura yote ili uelewe, but mimi nitasoma mistari midogo kwa sababu ya wakati. Inasema, ikawa kabla hajaisha kunena, tazama Rebeka akatokea, bintu wa Bethueli, mwana wa Milka, mkewe Nahori, ndugu ya Ibrahimu, naye ana mtungi begani pake. Naye yule msichana alikuwa mzuri sana uso wake, bikira, wala mwanaume hajamjua bado. Akashuka kisimani, akajaza mtungi wake, akapanda. 17 inasema, ndipo yule mtumishi akapiga mbio kwenda kumlaki. Akasema, tafadhali nipe maji kidogo katika mtungi wako ninywe. Naye akasema, unywe bwana wangu. The word bwana wangu hapa si mzee. In English ni my lord. Akasema, unywe bwana wangu. Akafanya haraka, akatua mtungi wake mkononi mwake, akamnywesha. 19 inasema, hata alipokwisha kumnywesha akasema, na ngamia zako nitawatekea hata watakapokwisha kunywa. Akafanya haraka, akamwaga maji ya mtungi wake katika birika, akapiga mbio kisimani ateke, akawatekea ngamia zake wote. Wacha nikuulize swali sasa. Rebeka kama ni mtoto wa miaka 3, mtoto wa miaka 3 anaweza beba maji apelekee ngamia? Anaweza beba mtungi wa maji, anaweza enda kwa kisima kuchota maji peke yake? Hii ni uongo tu ambayo wanatuwekea hawa watu. Na kwanza kuna kitu amesema kisipite. Kuna kitu amesema bora wao ni 9, sisi ni 3. Wacha turudie pale usikie vizuri. Alikuwa na 3 years. Kwanza nyinyi ndio mna huruma. Fadhali hata Uislamu miaka 9, nyinyi miaka 3 tu. Yaani hapo umesikia anasema afadhali sisi miaka 9. Nyinyi ni 3 tu. So anakubali kwamba katika Uislamu kuoa mtoto wa miaka 9 ni sawa. Afadhali kwao sisi ni miaka 3. Na tumeproof hapa katika Talmud kuna mahali kunasemekana unaweza oa mtoto wa miaka 3
Na katika Biblia tumeisoma, hakuna mahali Rebeka hapa inasema alikuwa na miaka 3. Ni uongo. Sasa kabla tuendelee na wao, wacha nikwambie kwa nini wao wanasema ni sawa tu kuoa mtoto wa miaka 9. Kwa nini ni sawa? Qur'ani inafunza unaweza oa mtoto ambaye hata haja menstruate bado. Nambari ya kwanza. Nambari ya pili, kuna hadithi ambazo tunaweza zisoma hapa uone. Ukiingia katika Sahih al-Bukhari 6130 inasema hivi, huyu ni Aisha anasema, I used to play with the dolls in the presence of the prophet, and my girlfriends also used to play with me when Allah's messenger used to enter my dwelling place. They used to hide themselves, but the prophet would call them to join and play with me. Playing with dolls and similar images are forbidden, but it was allowed for Aisha at that time, as she was a little girl, not yet reached the age of puberty. So she was a young girl, still a young girl, when Muhammad married her. Acha tusome hadithi nyingine. Kuna hadithi kadha wa kadha, by the way. Kuna nyingine iko hapa ni Sahih al-Bukhari 5134 inasema hivi, the prophet married her when she was 6 years old, and he consummated his marriage when she was 9 years old. Hashim said, I have been informed that Aisha remained with the prophet for 9 years, i.e. till his death. So he stayed with her for 9 years and then he died. Aisha wakati Muhammad alikufa alikuwa 18 years, still young girl. And can you imagine this? According to their laws, Aisha hafai kuoleka na mtu mwingine because she's the mother of believers. So Aisha alikaa hivyo for her entire life, alikuwa hivyo tu without a man. And you tell me that is a good prophet? You tell me that kuoa msichana wa miaka 6 ni kitu ya maana? Qur'ani yenyewe inafunza hivyo. Kwa mfano, hapa inaongea kuhusu idda. Idda is a waiting period. Ni ule muda ambao mtu anagojea kabla mtu aoe bibi mwingine. Sawa. 65 verse number 4 inasema hivi Qur'an, na wale waliosita hedhi miongoni mwa wanawake wenu, ikiwa mnayo shaka, basi muda wa eda yao ni miezi 3, pamoja na ambao hawapati hedhi, na wenye mimba eda yao ni mpaka watakapozaa. Na anayemcha Mwenyezi Mungu humfanyia mambo yake kuwa mepesi. Nataka tuisome Kizungu ndio uelewe, kuna mahali nataka uelewe hapa. Inasema hivi, and for those who no longer expect menstruation among your women, if you doubt, their period is 3 months. Now this wale wanawake old women, wazee wameshapita hiyo age. Category 2 nataka tu focus hapa, inasema and also for those who have not menstruated. Hawa ni wale ambao hawajaanza bado. Ukienda kwa commentary inasema hivi, the idda for those in menopause and for those who do not have menses. Inasema Allah the Exalted clarified that waiting period of the women in menopause, and that is the one who menstruation has stopped due to her older age. Sasa huyu ni yule mzee kabisa, pause yeye aendelee. Her idda is a 3 month instead of 3 monthly cycle for those who menstruate. Now focus here. This says, which is based upon the ayah in Surah Baqarah C2 228. The same, now this is the bottom line, the same for the young one who have not reached the year of menstruation. Their idda is 3 months like those in menopause. Kwa hivyo hawa ni wale watoto wadogo kabisa, hata hawajaanza kumenstruate. Kwa hivyo ni kumaanisha wanalala na wao. Wanalala na watoto wadogo ambao hata hawajaanza kumenstruate yet. Tell me now. Niambie sasa, huyu ni Mungu wa aina gani ambaye anaruhusu mambo kama haya yafanyike? Mungu wetu na Mungu wa Uislamu ni Mungu wawili tofauti kabisa. Ni Mungu wawili tofauti kabisa. Wacha tusikie tena nini kinaendelea. Haya, unaweza kusema hiyo ni vitabu vya kuandikwa. Angalia Biblia yako inasema
hata ukilala na mama yako hakuna dhambi, mama yako mzazi. Mwanzo 35 mstari wa 22. Umesikia amesema hata ukilala na mama yako hakuna dhambi. Wacha tusikie. Wewe sema tu proud to be a Christian wakati Biblia yako inaruhusu mtu kuzini na mama yake mzazi. Inasema ikawa Israeli alipokuwa akikaa katika nchi ile, Reubeni akaenda akalala na Bilha, suria wa babaye. Yani mama yake mdogo ameenda kulala na mama yake mdogo. Alafu ukisoma Mwanzo 19:30. Ngoja kwanza kabla tuende kwa Mwanzo. Genesis 35:22 inasema ikawa venye tu wameisoma correct. Reuben alienda akalala na suria ama concubine wa baba yake. Na hiyo ilikuwa ni makosa sana. Sisi kama Wakristo tunalaani hicho kitendo. Tunalaani hicho kitendo cha Reuben kwenda kulala na suria wa baba yake. Swali ni, je, nyinyi Waislamu mna condemn Muhammad kulala na mtoto mdogo? Mnamkondem? We as Christians tukiona kitu kibaya kimefanyika, we condemn it. Tunasema it is bad. In fact, huyu Reuben hapa ukisoma katika baada ya kufanya hivi baba yake mwenyewe alimlaani. Ukisoma katika kitabu Mwanzo 49 kuanzia mstari wa 3 na wa 4, Biblia inasema hivi. Huyu ni Yakobo anazungumza, anasema Ruben, mzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu. Umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu. Umeruka mpaka kama maji. Basi usiwe na ukuu, kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako, ukakitia unajisi. Alikipandia kitanda changu. Huyu ni Reuben, aliambiwa yeye hatakuwa mkuu tena, na alikuwa ni mzaliwa wa kwanza kwa sababu ya ile dhambi aliyoifanya, ndio maana alilaaniwa. Ukisoma bado kitabu cha First Chronicles chapter number 5, some mstari wa kwanza tu. Na wana wa Reuben, mzaliwa wa kwanza wa Israeli, kwa maana ndiye alikuwa mzaliwa wa kwanza, lakini kwa kuwa alikinajisi kitanda cha baba yake, haki yake ya mzaliwa wa kwanza walipewa wana wa Yusufu mwana wa Israeli. Tena nasaba isihesabiwe kwa kuifuata hiyo haki ya mzaliwa wa kwanza. Kwa hivyo ukiangalia the genealogical record haikupitia kwa Ruben, ilipitia kwa Yusufu kwa sababu ya ile dhambi aliyoifanya. Kwa hivyo kile kitendo Mungu alikilaani, na alilaaniwa na baba yake, na tunaona the consequences of kufanya vile. Je, Muhammad kufanya vile, what are the consequences? Kama anasema Mungu mwenyewe ndiye aliyemwonyesha. Wacha tusikie tena kitu gani anajaribu kusema. Lut alizini na wasichana wake wawili. Amnoni alizini na alimrepa dada yake. 2 Samueli 13 mstari wa 6. Daudi analala anazini na mke wa mtu, Uria Mhiti, Bersheba. 2 Samueli 11 mstari wa 3. Alafu inasema alikwenda motoni kwa sababu ya makosa. Ngoja kidogo. Maneno ya Daudi. Daudi alifanya kitu kama hicho, na alifanya mambo mengi mabaya, lakini tuna kitu kimoja unafaa kuelewa. Baada ya Daudi kufanya jambo kama lile, alitubu. Daudi alitubu na Mungu akamsamehe. Ndio maana Mungu anasema ni Daudi is a man after God's heart. Kwa mfano ukisoma Samueli wa 2 12:13 inasema hivi. Daudi akamwambia Nathanieli, nimemfanyia Bwana dhambi. Nathanieli akamwambia Daudi, Bwana naye ameiondoa dhambi yako, hutakufa. Lakini kwa kuwa kwa tendo hili umewapa adui za Bwana nafasi kubwa ya kukufuru, mtoto atakayezaliwa kwako hakika yake atakufa. Kwa sababu ya kile kitendo Daudi alifanya, ndio maana huyu mtoto wake aliaga kwa ile dhambi aliyoifanya. Na ukisoma bado katika kitabu cha Psalms, Zaburi 51, inasema hivi kuanzia mstari wa 1 hadi wa 3. Hapa ni Daudi anatubu bado. Mungu unirehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako. Uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu. Unitakase dhambi zangu, maana nimejua mimi makosa yangu, na dhambi yangu ii mbele yangu daima. Daudi alikuwa na tubu kwa yale makosa aliyomfanyia Mungu. Swali, Muhammad alitubu kwa yale ambayo alifanya, ama alikuwa anaona ni kama Mungu ndiye anamwambia afanye vituko kama hizi? Wacha tuendelee tusikie, je, kitu gani kingine ako nacho anajaribu kusema. Mtoto miaka 3 ni mtoto kwa kweli, hata mwenyewe ukifikiria hata mwenda wazimu anaweza fanya kitu kama hiyo. Swali nzuri sana. Akili, fikiria, wacha kuvamia meza
bila kualikwa, hata ujui ni kitu gani unazungumza, ni maneno mnasikia tu. Kitabu chenu ndio kimechafuka vibaya sana. Hiki kitabu kilichochafuka, wacha tusome mstari wa mwisho ni waache muende. So Wakorintho wa kwanza 7:36 inasema hivi, but if any man thinks that he behaves himself uncomely toward his virgin, if she pass the flower of her age. Pass the flower of her age means amepita ujana, yeye sio kijana tena, amemachua, amefika miaka ile ya kuoleka. Hivyo ndio Biblia inamaanisha. Biblia haijawahi zungumza mtoto mdogo aoleke. Huyu Paulo anasema hapa apite uzuri wa ujana wake. Kwa hivyo ujana umepita, sasa amekuwa ni mtu mkubwa, amekuwa ni mtu mzima, hapo ndio unaweza kumwoa. Bado Yesu alisema hivi, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao. Hii ndio tofauti kati ya Mungu wetu na Mungu wa Waislamu. Wewe mwenyewe uko pale, pima. Je, kati ya Mungu wa Biblia na Mungu wa Waislamu, gani ni Mungu wa kweli? Tuonane tena wakati mwingine. Bye bye.